Wengine wetu hawataweza kucheza na kuimba. Lakini yule ambaye amekaa chini. Tuwe kama faraja yetu Yesu. Atuongoze tena. Watu wote wa Mungu. Yeye furaha. Imani. Acha sema mawazo ya kiimani amebana. Kikishika tu imekuta na huzuni ya kuomboleza na wao. Kuwafariji. Amekuta akitarajia kuwafariji. Nimefikia nika nimeketi hapo nikawaza. Mbona ya posti mkubwa akawa ameposti ndugu yake yule mama pasteri ukampigia fushi. Nikamuuliza si juzi ndio ndugu yako tena alipoteza mtoto huyu mjambo wa mzee, na nikasema jamii ya huyu mzee abana walibakia washoya hawa watoto kama wanafuatana. Yesu kashaka kuingia ni nini funzo kwao? Yesu anataka nini kwa funzo? Yesu bilete kwa mimi ni makusudi ya Mungu ili watoto wao wakufa kama wamepatana. Chawe ni shetani sio ama la mapenzi ya shetani kuwachukua watoto ambao wamekuwa baraka kwetu. Sio na roho sio ilikuwa ni mawazo, ni fikra zangu tu. Alikuwa ni mkitabo ni Yesaya alivuka. Nikakumbuka neno katika Biblia katika kitabu cha Isaya ya kwamba mtapita katika moto na mtapita katika mito. Lakini Yesu akasema hamtaungua, hamtachomeka, hata na mito haitawabeba. Sasa nimefarijika kupitia neno ambalo ndugu aongea na wao. Kama ingekuwa ni mtu mwingine ametoka kwingine
kuiba. Wengine wamefikiria kwamba ni kutokujali kifo. Wao wamekufa na amekuwa imara, amesimama akaongea. Walize pastor. Yeye anajua kwamba anaamini ndio. Hakuna kiwango unaweza kudirisha kwa mwenzako kwamba tumesimama katika huzuni sawa sawa. Kama ingekuwa heri tungao uweza kuchukua sehemu moja mwingine. Mimi na watoto ambao si wachache. Tungempea mtoto mmoja huyu ndugu. Anasema kama ni tuwape watoto tuwarudishe mtoto wao. Ndio tuweze kwamba tunasimama na wao. Lakini kwa sababu Yesu ndiye alikuwa akagenda. Na ndiye ambaye ameacha mtoto akaenda. Na yeye amekubali ili muweze kubeba mimba. Na mkafika wakati wa kubeba mtoto huyo wa kuzaa. Na Mungu hakumwacha mtoto aendelee kuishi. Na ana uwezo wa kumfanya mtoto aendelee kuishi kwa sababu nimuhakure nk'Imana yotuma muzanzahuka ta muntu babwirije. Acha nimalike sasa kwa sababu mapenzi ya Mungu ni imara. Kandi nasanze kuja ta muntu uzubwira uzundi ngo yakiri kamubwira. So anasema kwa maneno iza yakiri ibintu. Lakini kuna vile Mungu anakupea nguvu za kufanyika. Bibaye wewe wenyine ukibera mwalimu ugahera muri kwanza ukagera muri primary ukaza muri primary katika neno lake ndani ya moyo wako unaendelea kuimarika. Shule la msingi na shule la kwanza la pili hadi imarike. Uyu mwana ngo tutandushoboye kumutunga ngo abeho cyangwa ngo tumwonge tupushe avuke. Huyu mtoto atakuwa na uwezo wa kumleta hapa duniani. Mukome. So tunamaanisha kuimarika sasa. Kubera ko tudafite ikindi twokora si mapenzi yetu, hatuwezi fanya la ziada, si mapenzi yetu. Mihi baraka. Nyinyi mjipe moyo. Na ndio kushikana wenza. Hiyo ndio neno la faraja lilikuwa limekuja nalo. Na kama Kristo tunapokumbwa na shida janga kama mambo kama haya, tufariki wengine vile ambavyo na wao pia. Kuna wakati na mimi mke wako amekuwa na miscarriage. So sometimes ukiambia mtu kile ambacho unapitia, sema pita yako. Kuna wakati mwingine mnakosa kuelewa mambo haya maana zungumza. Afushije bashikanje babiri. Nilipoteza dada zangu wawili, papa na mama, na hata kuna mambo barachana. Wazazi wangu wote pale ya bibi na mimi na sijui vile ambavyo nitasimama watakapokufa wazazi. Changu mgore ndio uzata. Ama labda mke ama mimi yule ambaye atatangulia Mungu. Kwanza tekesi. Lakini huwa nafikiria kwamba abotaraga mkwe yuko kufa mwanadamu. Kwa sababu mimi bado sijapoteza wazazi ama mtu mwingine ambaye ni ndugu yangu. Inawezekana hizo nguvu zimenisaidia, zimeniimarisha wakati nilipoteza. Bila kuwa ni mapenzi ya mafikra za Mungu. Hizo nguvu zitaniimarisha nitakapopoteza wazazi. So nimechukua kipaza sauti ili wafariji angalau hata unangaze mu mutima ko twayina kama umenisengenya ya kama nimechukua muda mrefu nduguze kazake basiwe hivyo sasa wapio wanaelewa basi ni uzuri na umechoka aliko kufikirie waje nimeongea mambo haya ili angalau bila baba ndio kwa mzee hawa ndugu wale ambao mmepoteza watoto maana ya mtoto amekwisha kwenda aliko kulenge kwa ubeo inasi acha kupite kiwango cha kidetse muri aya meza kurikirana mukaba mubuza abana babiri kandi yari kugira ngo Mungu angekuwa na uwezo wa kuendelea kufanya watu hao waishi, lakini kama waruhusu nao wanaenda kuishi na maanisha kuna mapenzi ya mzee ambayo sisi wanadamu hatuwezi kujua. Haleluya. Amen. Nikasema sisi ndio kitendo cha haleluya. Kitenzi mwisho hapo kidogo. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Imani Mungu shako tufadhali nao. Mungu abariki kwa watu tumeambatana na nyinyi. Mungu anaomba kwa pesa. Huyu ndio ameongea vizuri kwa mradi. Tukupigi kibana kwa tuzanira kule kwa shitsi aba wale watu wa Kristo. Kwa na Mungu ili tufike kiwango ambacho kinastahili. Mungu anataka mateteje Katika Ukristo kwa wanasaka kama nyinyi. na wakati mwingine mtu atakapoweka comment watu wengine ndio Kandi mutuje tugaceceka twese. Zoko tukamatuza muri tugaceceka. Yogora. na mkifika kueleza nasema kufariji watu kwa maneno. Ibyiza rero kusharinga amagambo atatu. Ni vyema tuongee kwa maneno kufariji watu. Haleluya. Tugiye gusubiramo turakoresha kandi gihe rwose. Dakika chache sana ndipo tutamatisha. Tuvuge ngo mahubiri na nyimbo za wokovu wao. Ili tunavuga ngo watu wote wa Mungu wafika mbinguni. Sama na baba za Mungu.